Amejaribu kufanya baadhi ya vitu ambavyo pengine vitamsaidia kwanza kumpa taarifa kuelekea kwenye fight na kwenye raundi inafuata, raundi ya pili. Raundi ya kwanza imeisha kwa mabondia wote wamekuwa wakisomana na kuonjana vile. Tunaangalia awamu ya pili itakuwaje katika mabondia wote wawili, Hassan Mwakinyo na Elibo. Elibo ambaye pia amewahi kucheza na Mtanzania Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Tanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Ukiangalia jab yake ikiwa juu. Kitengenezea engo vizuri sana. Ribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo amekuwa akiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi ya Ribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo, Hassan Mwakinyo kaanza na Saspo mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Ribo Kasim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Ribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Raundi ya pili, sekunde za mwanzoni, dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO. Ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout. Ni knockout kwa sababu maamuzi alimhesabia Elibo mpaka sekunde 10 na Elibo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa ameimaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona lipe ya kitu hasa ambacho Elibo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo, ilikuwa ni left hook kwenye jawline, ikamkuta Elibo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo